Ukavu ukeni ni swala ambalo linakusumbua sana kwa muda mrefu na umehangaika bila kupata suluhisho, lakini ni tatizo linalotokana na msongamano wa sumu mwilini. Hizi sumu zinapoingia kwenye damu zinavuruga homoni za uzazi, na homoni zikishavurugika, mfumo wa uzazi unashindwa kutengeneza zile tishu za uke. Sana sana homoni ya estrogen ndio inayohusika katika utengenezaji wa tishu za uke za mwanamke, ambazo zinasaidia kuzalisha uteute ukeni na kuzuia ukavu ukeni. Zinasaidia kuongeza hamu za msisimko na hamu ya tendo la ndoa, kuweka ute unaosaidia kuogelea kwa mbegu na kusaidia kuweka ute unaolinda afya ya uke dhidi ya bakteria wabaya wanaoeneza maambukizi sugu. Sasa unapokuwa na ukavu ukeni, uke wako tayari una uwezo mkubwa wa kukaribisha maambukizi ya PID ya mara kwa mara, UTI sugu au vaginosis na maambukizi mengine kama fungus. Ili kuondokana na changamoto hii, lazima uwe tayari kusafisha mfumo wa uzazi. Unasafishaje? Kila siku asubuhi kunywa kikombe kimoja cha mchanganyiko wa karafuu, tangawizi na magome ya mdalasini. Nishafundisha jinsi ya kutengeneza. Lakini pia hakikisha unaendelea na challenge yetu ya kutoa sumu mwilini, na leo ni siku ya 14, tunaelekea kuugawa mwezi. Challenge yetu inatuelekeza kila siku asubuhi tunatumia C24/7 na jioni tunatumia liver care. Leo ni siku ya 14 ya kutumia tiba ya C24/7. Kwa hiyo nitatumia kidonge kimoja ili kuimarisha mfumo mbalimbali ya mwili na kutoa sumu mwilini. Madhara ya kutotoa sumu mwilini ni kwamba inaweza ikafika hatua mwanamke unahisi ushiki ujauzito, kumbe homoni nyingine ziko vizuri, lakini tatizo ukavu unapelekea mbegu zishindwe kuogelea kwa wakati na kulifuata yai. Dozi ya mwezi shilingi 192, lakini unatakiwa uwahi, tupo kwenye mfumo wa ofa. Soma caption kujua faida zake, na nitafute WhatsApp kuanza dozi, na komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.